Ndugu zangu, nataka niwaambie vitu ambavyo pengine ninyi hamvijui. Tundu Lissu, Lema na mwenzao mmoja mwaka 2020 waliomba uraia kama wakimbizi wa kisiasa kwenye mataifa kadhaa, huku Tundu Lissu akiwa ameomba Ubelgiji. Kule Ubelgiji ni mwananchi, ana posho na mshahara wake na familia mpya nyingine iko Marekani. Lema ni raia wa Canada, ambapo 2020 aliomba apewe hifadhi kama raia, kama mtu ambaye nchini kwake kuna vitu fulani, wakampa ule uraia wa Canada. Leo wanatuambia sisi kinuke, alafu mimi na mwanangu Ronaldo tunafanyaje Canada hatukujui? Wewe utakwenda wapi na mtoto wako Ubelgiji wanakujua? Hawa ndio watu wanataka sisi tupigane tuuane ili wao waende kwao, maana tuseme lugha hiyo. Lakini maneno haya hajatokea kiongozi wa dini hata mmoja wa kukemea. Sasa katika kitabu cha Samueli wa kwanza ile sura ya 15, Biblia inasema kuasi ni kama dhambi ya uchawi na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Yaani Mungu anavyoutamka uasi, haya viongozi wetu wa imani hawajawaambia hawa watu. Ni kama dhambi ya uchawi, na ili uasi utokee ni lazima shetani ahusike. Unaona hata kwenye bustani ya Edeni, kabla uasi haujatokea, alitumwa nyoka kwanza kupiga stori na yule mwanamke. Hapa kuna nyoka. Huyu Tundu Lissu ni nyoka wa kwenye bustani ya Edeni. Ni nyoka, ndiye anapenyeza maneno sisi tufarakane, yeye aende kwao Ubelgiji. Kwa hiyo uasi unaambatana na kiburi, na ili sasa ufanyike ni lazima kinywa kitumike. Kinywa chake kimenena maneno ambayo yanahatarisha amani ya taifa letu. Lakini ukisoma katika kitabu cha Isaya, nawaambia viongozi wangu wa dini, haya ndio wanapaswa kutumia. Kitabu cha Isaya ile sura ya kwanza na ule mstari wa 20 anasema, lakini mkikataa na kuasi mtaangamizwa kwa upanga, maana kinywa cha Bwana kimenena haya. Kwa hiyo kuasi adhabu zake ziko mpaka kwenye Biblia. Kwenye kitabu cha Ufunuo Mungu anasema na walioasi Mungu aliwafunga, wengine shimoni, wengine vifungoni.